Wewe wenzako, mwenye kiti anamiliki wote. Mwenye kiti anamiliki wote. Asiye na kiti anafanyaje? Anamilikiwa. Anakuambia kwamba ndani yako kuna kiti. Inakwenda mbali zaidi kwamba unajua tafsiri ya kuajiliwa NMB. Mtanipiga mawe najua, ila one day utakuja kunielewa. Nilikuwa nafundisha siku moja kwenye ibada ya wanaume, nikasema hivi, ukisoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema hivi, Mungu alipomdhihirisha Eva, si ndio? Adamu akatoa prophecy, akasema tazama, huu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama zangu, ataitwa nani? Mwanamke, maana ametwaliwa kutoka nini? Wakati Mungu anampa prophecy kama nitakufanyia msaidizi, aliwaambia nitakufanyia msaidizi wa kufanana na nini? Na wewe. Kabla Eva ama Hawa hajatokea, Mungu alifanya majaribio ya kutengeneza ng'ombe na wanyama. Anasema lakini hakuonekana msaidizi aliyeweza kufiti kumsaidia nani? Nakumbuka vizuri. Yaani Mungu alitaka kufanya majaribio kwamba sijui ng'ombe wake zetu. Akagundua hapa hii afanye haiwezekani kabisa. Ndio akaja nani? Eva. So Eva ni nani? Eva ni msaidizi wa nani? Na kabla Eva hajadhihirishwa, Adamu alipewa kitu gani? Kazi. Tukasema kwamba priority ya kila mwanaume duniani namba moja ni kazi. Mungu hakumdhihirisha Eva kabla hajampa mwanaume kazi. Uongo kweli? Nikasema kijana, wewe jidanganye, jifanye unajua kupenda sana wakati huna kazi. Huu ni ukweli ambao ni mchungu na umma hampendi kusikia. Unajifanya una speed sana kuingia kwenye mahusiano wakati huna assignment ama huna nini? Maono. Huyo ameletwa akusaidie nini? Assignment ulionayo. Sasa msaidizi anakuja kusaidia kazi kwa mwanaume ambaye hana nini? Mambo yanaenda, ngumi zitaanza tu. Hata kama huna hela, uwe na maono kwamba bwana, mimi nimeitwa ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Tujue wewe ni nani kwanza. So Mungu alimpa Adamu bustani kabla hajampa nani? Eva. Ila wengi leo mnamiliki na Eva wakati huna nini? Mwangalie mkaka ambaye hajaoa kwa asili, akamwambia umesikia hiyo? Mtikise kwa sababu mwambie umesikia. Mwambie tafuta kwanza bustani kabla ya Eva. Tusaidie sana. Amen. Sasa nikamwambia wanaume kwamba imagine asubuhi mmeamka, mke wako anakwenda NMB kufanya kazi. Anamsaidia nani? Mume wa mke wako ni nani? Kama umekaa baba ana mke, muulize mke wako anafanya kazi wapi? Okay, hamshangai kwa nini mabosi wengi duniani wanaishia kudate na wake za watu. Bosi anaspendi masaa 8 mpaka 10 na mke wako ofisini. Wewe unaspendi mawili mmeshalala. Wife wako ni secretary CRDB. Anamsaidia mkurugenzi mtendaji wa CRDB kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 au saa 9. Utanisamea kidogo. Wenye kazi, wenye maajira, msinipige vitu. Mimi niko kwenye Biblia, niko tayari kupigwa. Mimi sikubaki kupigwa. Kwa sababu gani? Tumezaliwa tumekariri kwamba kuajiriwa, ajira. Yaani kwa lugha nyingine, kila mwanaume kabla hujaoa lazima uwe na litaasisi ambalo wife anakuwa ndo kama nani? In charge wa kusimamia maono ulionayo. Sio, unanisikia vizuri? Amen. Hiyo ina make sense. Sio eti Mr. unafanya kazi Ngorongoro, wife anafanya kazi CRDB. Asubuhi mnaagana, mnakutana saa ngapi? Yaani mimi naambia hata kama mngenipiga mawe, huo ndio ukweli. Okay, wife anapokwenda CRDB, yeye ni wa pili kwa boss au manager wa CRDB. Ni msaidizi wa nani? Tuongee ukweli. Kwa CRDB ni yako, wewe unamiliki CRDB. So mke wako anajua CRDB, ni msaidizi wa nani? Now, tukupe miaka 2. Sasa usikia. Tuna seminar Kenya ya 3 weeks, mafunzo ya CR. Wife anakuaga, unafanyaje? Mnaenda na nani? Akamwambia kwenye ofisi tunaondoka mimi na boss. Okay, hoja wao uwezo elewa. Kwa hiyo wao wanajua inauma. Mmesikia vizuri? Tiketi ziko ngapi? 2. Hoteli imeandaliwa pale kwa ajili ya wafanyakazi wa CRDB 2 wametoka Tanzania. Nasema inachukua wiki 2 Kenya. Bana sio sana. Lazima ujue definition ya mke. Sio kuandamaini wanawake. No. Ilikuwa yaani dunia ndio wanawake ombeeni wa baba wa matajiri. Naambia ukweli. Ndoa zitaendelea kuvunjika wanaume tukiwa maskini. Bana sio sana. Yaani ile demo unaiona ile pale. Ilikuwa ni bonge la taasisi ambalo kijana fulani amelianzisha. Then Mungu sana anamletea nani? Msaidizi, kwamba kazi imekuwa nyingi mpaka jamaa hawezi tena kufanyaje? Kuhandle. Wateja wamekuwa wengi mpaka anahitaji nani? Msaidizi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa jitahidi Bwana akupe Edeni yako. Mimi sio shabiki wa ajira, na ukija ukapata ufahamu mkubwa, ndio maana watu wengi walio kwenye ajira sasa wanawaza kuanzisha biashara zao wenyewe, kwa sababu purpose ya kazi hizi mnazoziona hizi ilikuwa ni zilianzishwa na mkoloni. Bwana asifiwe sana. Kusaidia 1 2 3. Anza tamradi kufua kuku, sinawezekana. Mradi hata kama ni nguruwe, fanya kazi. Halo, tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo sasa kuna watu mmeoa na wake na kuna watu hamna wake. Kuna watu mnaishi na wanawake ila ni wasaidizi wa watu wengine. Mwisho wa siku unajikuta msaidizi wa kazi zako dada wa kazi. Na tuangalie vizuri hapa. Nani amekusikia baba wa nyumba tena ni tajiri ana mahusiano dada wa kazi ndani? Mnadhani imeanzia wapi? Hivyo nadhani huu ni mwaka wa 3. Shati yangu anafua dada wa kazi. Chakula kizuri ananipikia dada wa nani? Viatu anafuta dada wa nani? Wa kazi. Kwa sababu mama yuko wapi? Bize CRDB. Mama mpo? Nikienda nje nasifiwa kwamba shati yako imenyoka vizuri, nakumbuka kameninyoshia kadada nimekula vizuri, naanza kuona kitambi au nanepa siku hizi, nakumbuka msosi wa dada wa nani? Wa kazi. Mama unakuja jioni umechoka tena, utaki kuambiwa habari. Hey, nimechoka.
umejitupa kitani, asubuhi kwa bosi CRD. Tell me, unatutetea kesi kwamba prophet, yani mume wangu simuelewi kabisa. Lazima usimuelewe. Kwa sababu gani? Kuna utumishi kila mwanamke unatakiwa kuwa nao kwa mume wako. Don't forget that. Usipoufanya, yeyote atakayefanya anaweza akawini moyo wa nani? Wa mume wako. Kwani mandoa yanashinda siku hizi? Principle imeanzia hapa. Na ndoa bwana asifiwe. Watu toke huko sijui vitu vimetokea wapi. Nashangaa nimeanza kufundisha ndoa tena. Mimi wakati pata mtu wangu miaka hiyo, nimwambia nataka usome sana ila tukubaliane utaajiriwa. Akasema yes sir. Nikasema afadhali. Nikamwambia wakati mimi sina hata huduma. Akasema tutakulaje? Nikamwambia Bwana atatoa. Maana maono tayari nini? Yapo na sisi sana. Nikasema nitakachofanya mimi nikiwa mlima shamba, tutalima wote shamba. Tupunguze nini? Stress. Tuko pamoja. Amen. Mtanisamia ulioajiriwa.